baba nipe sehemu ya mali. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya ushirati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alipeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujisibisha kwa maganda yaliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Wacha tuombe kwa sababu ya neno la Bwana. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako lililo na uzima na uhai, neno linalosaidia, neno linaloponya, neno linalokomboa, neno linalotajirisha. Ninakushukuru kwa sababu kila mtazamaji, kila ambaye anatusikiza, anaposikiza hili neno Bwana, ninaomba ya kwamba akapate tumaini kupitia hii neno. Ninakushukuru kwa sababu ya hii runinga, tunaomba Bwana upenyo wako na neema yako tunapoendelea kushiriki neno. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. So mtazamaji mpendwa, siku ya leo tumesoma hadithi iliyo katika Biblia, na ni hadithi nzuri ambayo kila mmoja wetu akiweza kuielewa anaweza saidika na kujua kumtegemea Mungu hakuna hasara. Tumesoma kuhusu kijana mmoja ambaye alikuwa na baba yake, na baba yake alikuwa ni mtu tajiri. In fact huyu baba anasimamia Mungu. Huyu kijana, kwa sababu aliona baba yake ako na mali nyingi, aliona baba yake ako na vitu mingi alivyo navyo, ako na watumishi wake, huyu kijana akawa na moyo mmoja, moyo wa kujitegemea, moyo wa kutotegemea baba yake. Na nimeanza kwa kusema huyu baba aliyekuwa na wana wawili anasimamia Mungu. So huyu kijana akawa na moyo wa kutomtegemea baba yake, na neno la Mungu linasema ya kwamba akaitisha sehemu ama portion ya mali iliyomwangukia. So huyu kijana akakosa kuwa na tumaini na baba yake, akakosa kumtegemea baba yake, akaona kana kwamba baba yake hafai kumuongoza tena. Mpendwa, tunapokaa katika maisha ya imani, kuna moyo mwingine wa kigeni ambao mostly huo unatokana na shetani, ambao unakuambia unaweza fanya vizuri sana. Mara nyingi watu wanasema believe in yourself, but nataka kukuambia kwamba moyo wa kujibelieve ama moyo wa kujiamini ni moyo mbaya sana. Unaitangwa katika saikolojia moyo wa kujitegemea. Lakini ukijitegemea unaweza anguka, unaweza kuwa in despair. Lakini ukiwa na moyo wa kumtegemea Mungu, Mungu atakusaidia wakati wa raha, Mungu atakusaidia wakati wa majuto, wakati wa machungu. So huyu kijana ana moyo wa kudharau baba yake, kama vile watu siku ya leo wanadharau Mungu. Wanaona mimi ninaweza kufanya vizuri kuliko Mungu wangu. Watu wanasema mimi ninajua ya kwamba Mungu anasaidia wale wanaojisaidia. Hiyo sio Biblia, hayo ni maneno ya wanadamu. Kama wewe unaweza jisaidia, basi haumhitaji Mungu. Kwa hivyo Mungu ndiye msaada wetu, wa wale wanaoweza na wale wasioweza, wote huwa wanasaidiwa na Mungu. Jioni ya mchana wa leo ninataka kukuambia ya kwamba uwe na moyo mmoja, moyo wa kumtegemea Mungu. Maana ukimtegemea Mungu utakuwa na furaha hata kama utakuwa kwenye mwanguko, utakuwa na amani hata kama utakuwa na shida. Biblia inasema huyu kijana alipoitisha mali yake, baba hakumkataza, baba hakumpima, hakumrate, hakumwangalia standard yake. Hapana, kwa sababu baba ana uwerevu. Mungu ana hekima nyingi, anajua tunachohitaji, anajua kiwango tulicho nacho. Kwa hivyo baba akampatia huyu kijana urithi. Na watu wengi wakihubiri huwa wanasema ya kwamba baba alipatia kijana mmoja. Hapana, Biblia imetuambia katika mstari wa 12:13 ya kwamba baba
aliwapatia wanawake wawili urithi. Kwa hivyo wote wawili walifanya nini? Walipewa urithi. Hawa wana wawili wana represent mtu ambaye ni mwenye dhambi na mtu ambaye anajitegemea, mtu ambaye ako katika uzuri kake, katika kakuni yake, ambaye anajiona kama anaweza. So baba aliwapatia wote urithi, na huu urithi unasimamia wokovu, unasimamia neema ya Mungu. Mpendwa, neema ya Mungu imefunguliwa watu wote. Neema ya Mungu haitazami yule mbaya, haitazami yule mzuri. Biblia inasema katika Titus 2:11, neema ya Mungu iokoao ulimwengu wote imekwisha kufunguliwa. So baba hakuchagua ni mwana gani nitapatia urithi, ama ni huyu kimbelembele. Hapana, aliwapatia wote wawili. Mpendwa, nataka nikwambie mchana wa siku ya leo, Mungu anakupenda. Ukimtegemea, hakuna kitu ambacho hawezi akakupatia. Ukimwamini, ukimwangalia yeye mwenyewe, hakuna kitu hawezi akakupatia. Wengine tuna shida na hofu ndani ya mioyo yetu sababu ya ndoa zetu. Mtegemee Mungu mpendwa, na maisha yako itakuwa salama. Maana anayemtegemea Mungu hataaibika milele. Wewe ambaye unatamani kazi, wewe ambaye unashinangwa, mtu anawezaje pata kazi, nikituma CV yangu sikubaliwi, wewe ambaye unajiuliza nitakula nini jioni ya leo, mtegemee Mungu mpendwa, na utaona ukipewa portion yako. Baba amepea portion yule kimbelembele, yule anayedharau, yule ambaye anaona kama anaweza kufanya zaidi ya Mungu. Leo jioni hii ya leo nakwambia wewe mtegemee Mungu katika hali yako. Wewe unayelia, wacha kulia tena. Biblia inasema mimi ni Mungu ninayevuta machozi ya wale wanaolia. Kwa hivyo mpendwa, haufai kuendelea katika huzuni yako, haufai kuendelea katika shida yako. Mtegemee Mungu ambaye atakaye kusaidia, maana Mungu akikusaidia hakuna anayeweza fanya kinyume na hiyo. Jioni ya siku ya leo, unampenda Mungu ama labda hata haumjui Mungu, lakini nakuomba jambo moja, mtegemee aliyekuumba, aliyekupatia uhai, aliyekupatia maisha. Mtegemee yeye na utaona baraka zake na utaona ushindi. Tunapoangalia katika hii story ambayo tumeona katika Luka 15 mstari wa 11, tukiangalia hii neno tunaona ya kwamba huyu kijana wa kujitegemea alifanya mahesabu. Vile watu siku ya leo wanafanya mahesabu mingi sana. Niko na hii pesa nitafanya hivi. Hata wengine wanasema kama pesa haikusaidii unafaa tu kuikula. Hapana, hata huyu kijana alifanya mahesabu yake, lakini mahesabu yako it is very wrong. Mahesabu yako na standard yako na vile unavyoona it is very wrong. Lakini ukimtegemea Mungu mpendwa, atakusaidia. Mpendwa, atakuinua katika hali yako ya kuhitaji. Mungu atakusaidia, Mungu atakuinulia kiwango. Biblia inasema alipofanya mahesabu, kama alikuwa amepewa ng'ombe zake, mbuzi zake, akazisakanya. Watu wengi huwa wanasema alienda hiyo siku. Hakuenda hiyo siku. Biblia inasema baada ya siku nyingi ndio alikusanya. Sasa sehemu ya mali, sio portion aliyofanya nini, aliyoridhishwa. Kwa hivyo unaona watu wengi tumepewa neema na Mungu, tumepewa baraka na Mungu, tumepewa ushindi na Mungu, tumepewa protection na Mungu, lakini watu wengi wako aje? Hata mimi naweza jilinda, hata mimi naweza jitetea, hata mimi naweza jipigania. Na hapo ndio unapata umeng'olewa meno, umekuwa in despair, you find yourself you are lacking hope because unategemea wewe mwenyewe. Wewe ndio unajifanyia mahesabu. Jioni ya leo, wachana na maisha yako, achilia maisha yako ina mwenyewe. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 1:5, hata kabla haujaumbwa katika tumbo la mama yako nalikujua,
nalikuteua, nilikufanya uwe wangu, nimekufanya uwe nabii. Kwa hivyo kuna yule anayekujua mpendwa, kuna yule anayekufahamu, kuna yule anajua ni nini unahitaji, kuna yule anajua unafaa kuishi which estate, unafaa kuoa nani, unafaa kuwa kwa kanisa gani. Mwongozo wa Mungu ndio unaofaa katika maisha yako. Mpendwa, tunaona ya kwamba huyu kijana amecalculate. Watu wengi wanataka kucalculate, nataka hivi, nataka hii njia. Na Biblia inasema kuna njia ionekanayo nzuri kwa macho ya mwanadamu, lakini hatima yake ni mauti. Kwa hivyo wewe unaweza kuwa una uchaguzi wako, una maono yako, una mwelekeo unaotaka kuelekea. Leo ninataka nikwambie usiwe kama mwana mpotevu ambaye anadharau njia ya Mungu, ambaye anadharau mapenzi ya Mungu, ambaye anadharau mpango wa Mungu na kutaka mpango wake mwenyewe utekelekeke. Tunaona siku ya leo watoto wanachoma shule, tunaona watu wanaoana, alafu wakishaoana wanaachana au wanauana, kwa sababu kuna ile mpangilio walio nayo kuhusu maisha yao. Mpendwa, jioni ya leo, maisha yako yana mwenyewe. Wewe ni wa mwenyewe, wewe ni wa Mungu. Anajua unachohitaji, anajua kile unachotaka. Biblia inasema katika mstari mwingine, Mathayo 6 mstari wa 25, usiyasumbukie maisha yako. Don't worry about your life. Don't worry what you eat. Don't worry about what you will wear. Biblia inasema Mungu anayekupenda, aliyekuumba, ana mpango mzuri, anayasumbukia hayo mambo. Watu wa dunia ndio wanasumbuka. Kama huyu kijana ana represent watu wa kujitegemea, watu ambao wana moyo wao wa kibinafsi, moyo uliojaa dhambi. Biblia inasema ya kwamba anaitisha urithi, maana hataki kuongozwa na mtu mwingine. Siku ya leo kuna mmoja ambaye anayaongoza maisha yako, anakupangia utaishi vipi, utaongea nini, utafanya kazi wapi. Lakini vijana, wababa, wanawake hawataki interruption. No one want to be interrupted. Hakuna mtu anataka kuguzaguzwa. Hata ukiingia kwa matatu hautaki kukaa mahali utafinywa. Hata ukienda mahali kanisani hautaki kwenda mbele mahali unaweza onekana. Unataka kuishi maisha ya ustarehe kama huyu kijana. Lakini mpendo, anataka nikuambie, ukijitegemea hauna budi ila kuanguka, hauna budi ila kusononeka, hauna budi ila kuwa in despair, in worry, in pain. Lakini ukimtegemea Mungu, mpendo, ataokoa maisha yako, atayaongoza maisha yako, atakupatia kila kitu ambacho unahitaji. So usikuwa unasema hata mwana mpotevu alipewa mali yake. Hapana, walipewa wote wawili. Usikuwa unasema mwana mpotevu aliondoka mara. Hapana, alisubiria ili kucalculate. Hata siku ya leo, kwa nini watu wako katika dini tofauti na wanaamini vitu tofauti? Wengine wanasema bingu ni yetu sisi wote. Hapana, bingu ni ya watakatifu. Wengine wanasema siwezi nikafanywa hivi. Na kuambia katika maisha yako chochote kinaweza kufanyika, lakini kama uko ndani ya Mungu, kama unamtegemea Mungu, yeye mwenyewe atakusaidia. Mtazame Daudi katika kitabu cha Zaburi 23. Neno la Mungu linasema, ijapokuwa nitapitia kwenye bonde la uvuli wa mauti, I will not fear any evil, because I am 100% assured that God, you are with me. Mungu akiwa na wewe, hauna haja ya kujitegemea, hauna haja ya kuambia watu leta hii pesa nijikalishie, nipatie sehemu yangu nikaweze kujiundia, nipatie shamba yangu nikaweze kujitengenezea. Hapana, uko na Mungu ambaye anategemea ambaye unafaa kumtegemea. Uko na Mungu ambaye amekupangia maisha vizuri sana. So jioni ya siku ya leo, waachilie maisha yako, iachilie maisha yako kwa Mungu. Biblia inasema ya kwamba yule atakaye kuokoa
maisha yake atayapoteza, lakini yule atakayeyapoteza kwa sababu ya Mungu, huyo atayapata. Fanya chaguo jioni ya leo. Fanya chaguo katika maisha yako, kwa sababu kuna Mungu ambaye anakupenda. Kuna Mungu ambaye anazungukia maisha yako, anayashughulikia. Usiwe mtu wa kujitegemea. Tunaona katika mistari ambayo tumesoma, wakati huyu mwana mpotevu aliondoka na kuenda nchi ya mbali. Nchi ya mbali si kama Uganda, nchi ya mbali si kama Tanzania. Nchi ya mbali ni nchi ya mbali sana, ni kama another continent. Hiyo nchi ya mbali ni nchi gani? Maisha ya rohoni inamaanisha ni mahali pa kujitegemea, mahali nataka kujifanyia kazi, mahali shetani ananicontrol, ananiambia unaweza fanya hivi, unaweza fanya hivi, ilhali hauwezi. Wewe hakuna kitu unaweza kujifanyia. Unasaidiangwa na Mungu. Kulala, kuamka ni Mungu, kufanya kazi ni Mungu. Kama kazi imeisha, wacha kelele, wacha masumbuko. Kuna msichana wangu anaitwa Eunice Keiro, ameimba wimbo ambao anasema kuna mtu alikuwa anajitegemea sana, alipokuwa ameandikwa kazi akafutwa, akachukia Mungu, akajichukia, akaona kana kwamba Mungu hampendi. Naye Mungu, ili kumuonyesha jinsi ambavyo yeye ndiye amepanga afutwe kazi, akamrudisha kwenye ile kazi. Na akiwa kwenye gari akiendesha, sababu alikuwa dereva, hiyo gari ikapata nini? Accident, na huyu kijana akaangamia, baadaye akafa. Kwa hivyo kupoteza kazi, kupoteza Cable TV, beyond the real. Hello babe, mambo? Si unitumia kwa credit please. Cheki bana bro. Huyu dema anasema nimtumie redio na sina hata domo. Pesa ngapi? Sijui ananiambia bata amesema nimtumie. Fanya hivi, yani rahisi. Wewe guess 16 digits hapo. Chapa huko iende. Ati ni guess 16 digits. Umtumie. Na kikola sema ijaingia. Mwambie umeshakula hiyo karatasi ya credit ukatupa. Nyinyi ndio mjoko kushika hii taro manzi. A few moments later. Anako. Mwambie umeshakula ile credit ukatupa. Hello. Aki babe, thanks. Thanks for the credit. What? Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's No. Anasema sasa imeingia. Aje. Pesa ngapi? Imeingia ngapi? Ya tao. Tao. Alaikum assalam. Salam. Ukiangalia wengine wanapiga kelele sana kuhusu serikali. Ndiyo, serikali na mikakati na mambo inafaa kukusaidia kwayo, lakini unafaa kumtegemea Mungu ambaye atasaidia serikali, ambaye atasaidia nyumba yako, ambaye atasaidia your spouse, ambaye atasaidia watoto wako. Unaona siku ya leo watu wanajitegemea. Mtu akifika mahali ya despair, badala ya kujua Mungu ana mpango mzuri kuhusu yeye, ambaye si mpango wa kumaliza, si mpango wa ubaya.
Hautaki kuwa corrected. Ukiwa reproved, you don't want to be reproved. Ukiwa challenged, hautaki kuwa challenged. But mpendwa, maisha ambayo yana mwanguko, yana mwinuko, kwa sababu Mungu ndiye huweka wengine chini na pia anaweka wengine juu. Promotion does not come from east or west. Kuna wakati ambao ni wa kuzaliwa, pia kuna wakati wa kufa. Mpendwa, wacha kujitegemea. Mtegemee Mungu katika hali zako zote. Hata kwa habari za wokovu, mtu hawezi akajiokoa. Nimezungumzia kuhusu it does. Uache mahali Mungu yupo, na kuambia mpendwa, utateseka, utakuwa na mwanguko, utakuwa na kilio, utakuwa na hofu. Biblia inasema huyu mtoto mpotevu alipoenda nchi ya mbali, badala ya kutegemea baba yake ama wisdom that his father had, alianza kujitegemea. Akaanza kuingia kwa vilabu, akaanza kuingia kwa mafuraha, akaanza kuingia kwa mapati after party, akajifurahisha. Alikuwa anafikiria nikijitegemea nitafanya vizuri kuliko baba. Mpendwa, huwezi fanya vizuri kuliko Mungu. You cannot go ahead of God. You need the blessings of God, and also you need God. You need the portion of God, and also you need God. You do not only need the miracles. You need the miracles of God, and also you need God himself. Because miracle minus God, it is nothing. Success without God is in vain. Na ndiposa unaona huyu mtoto, although ameenda, he doesn't have any wisdom to use the portion that the father gave him. Yeye anaishi maisha ya kujifurahisha. Ni kama watoto, ukimpatia kitu ya maana atavunja tu. Ukimpa glass kama hii atavunja tu, maana haelewi maana. Mpendwa, ukijitegemea hautaelewa maana speciali ya kumtegemea Mungu. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo, wacha kujitegemea, wacha kulia. Wewe unalia, wewe una hofu, wewe una watu wagonjwa, wacha kuangalia ni kama unaweza kuwafanyia kitu chochote. Hapana, daktari anatibu, lakini Mungu anaponya. Ukiamini Mungu, umtegemee Mungu, yeye ana uwezo wa kuponya. Biblia inasema ya kwamba yeye ni Mungu wa wote walio na mwili. Jeremia 32 verse 27. Je, kuna jambo gumu ambalo Mungu hawezi akalifanya? Mpendwa, hakuna. Mungu anaweza mambo yote. Na wewe uko na mwili, na anasema yeye ni Mungu ya wote walio na mwili. Haijalishi you are a Muslim, haijalishi you are a Buddha, haijalishi wewe ni monotheist ama wewe ni atheist ama hakuna Mungu, ama unasema hakuna Mungu, na kuambia unahitaji kumtegemea Mungu. Yeye ndiye anafanyanga uwink, yeye ndiye anafanyanga uongee, yeye ndiye anafanyanga umee. Ulikuwa one day in the womb of your mother, but today you are walking. One day ulikuwa unajikojolea, ulikuwa unajipupulia, one day ulikuwa unapewa chakula, today wewe ndio unajipatia. That is the power of God. Ni Mungu amekupatia. How can you know the taste of food, the taste of sweet things ama bitter things? It is by the power of God. So mtegemee Mungu. Wacha kusema ikiwa bitter is Satan. No. If you are born again, there is no work of Satan in your life. Anatumia
anatumia tu mawazo kukuambia wewe ulishindwa, wewe uliokoka ukawa mtu mbaya. Hapana, tukiokolewa kwa neema, maisha yetu fully iko kwa Bwana. Tukimwacha Bwana, tutaanguka. Angalia huyu mtoto, anatumia neema, anatumia baraka, anatumia the miracle, the position, the portion ambayo amepewa na Mungu, anaitumia vibaya. Mpendwa, huwa naambia watu wa kanisa letu la Soul Winning Revival Church upande wa Umoja 3 ya kwamba haufai kujitegemea kwa neno lolote. Kubali Mungu interrupt your life. Kubali wakati uko mgonjwa, sema asante Bwana, maana wewe unafanya watu wawe wagonjwa na unawaponya. Hana aliimba wimbo katika Samueli wa kwanza 2, akaimba akasema aje, utukuzwe Bwana, wewe ambaye unafukarisha na wewe ambaye unatajirisha. Hebu imagine mtu akiimba wimbo eti God you are the one who maketh rich and also you are the one who brings poverty. These are the people ambao hawajitegemei. Huyu ni mtu ambaye haangalii vile anaishi, anamtegemea Mungu. Ukimtegemea Mungu, utasema kama the late Julia Lucy, mwaka mega ikija nzuri, hata ije mbaya, yote ninakubali, yote ni Mungu ameleta kwa njia yangu. So siku ya leo, mpendwa, wewe unalia, unasema mama yangu, sister yangu amegonjeka, kuna shida ya shamba. Wacha kusema sasa ni mimi nitachukua mkononi, sheria mkononi. Tunaona wale watu ambao wanachukua sheria mkononi vile inaendelea, wanaanguka, wanaibika, wanasononeka, wanafedheheka. Lakini wale wamtegemeao Mungu awatetee, nakwambia wanaishi maisha ya furaha, wanakaa kitako because there is someone else working for them. Let us be like small babies. Wacha tuwe kama newlyweds, wanafanyangwa everything. In fact, upendo ukiwa mpya, kila kitu unafanyiwa. Wacha tujue tunapendwa na Mungu. Alimtuma mwanawe ili tukaweze kuupokea upendo ambao although tulikuwa wenye dhambi tulifiliwa. Although tulikuwa wenye dhambi, Bwana alitupatia uzima, na ni uzima wa milele. So tukiangalia huyu kijana ametapakanya, na watu hapo ndio wako. Dunia ya leo, saa ya leo, vijana wa baba, makanisa, mashule, imefika hapo mahali ya kujitegemea. I must be at home, I must be in school, I must do like this and this. Lazima nivae vile ninataka. My dress, my code, my whatever I want is what I do. Wacha nikuambie, hiyo kujitegemea, hiyo kujiongoza, hiyo kiburi inakufanya uanguke, inakufanya umalizike, usononeke. Biblia inasema in the book of Proverbs, kiburi huja kidogo tu wakati unaanguka. Wakati unaanguka. Siku ya leo, huyu mtoto ambaye nazungumzia, the prodigal son, mwana mpotevu, alipotoka kwa baba, alikuwa na kanyanga, alikuwa na style ya kutembea. Maana si nimeuza hiki nikapata kiatu Kenya nataka, maana si niko na pesa, naweza ingia any hotel, naweza ingia any lounge, naweza ingia anywhere, naweza fit. Lakini huyu mtoto hakujua, without the Father, without God, there is nothing you can do. There is no far you can go. Utaanguka tu, utakwama tu. Huyu mtoto alifurahi mali yake, alipotumia yote akaingiwa na kuhitaji. Na hapo ndio watu siku ya leo wako. Wanahitaji kwa nini? Wanajitegemea, wana maneno ya dunia. Mtu anasema, hai kama haiwezi nisaidia, wacha nikule yote. Hai kama bibi haezi nisaidia, wacha nichukue mwingine. Hai kama shule nimefungiwa sana, wacha nichome, niondoke niende. Mpendwa, wacha kujitegemea. Story hii ni mzuri sana ya kuonyesha maisha yetu kumtegemea baba. Tegemea muujiza, usikuwe kama mganga. Usikuwe mtu ambaye ako corrupted. You need the miracles of God, but you don't want God himself. You need God's wisdom. You need God's power. You need his guidance. You need his reproof and chastening. Unahitaji akuongoze. Siku ya leo, usikuwe kama mwana mpotevu ambaye anajitegemea. Yule ambaye anajitegemea anakataa matayarisho ya baba.
Jioni ya siku ya leo, ninajua tunaendelea vizuri kusikia hii neno la Mungu. Matayarisho ya baba ni vile huyu baba ambaye alikuwa na wana wawili, mmoja mwana mpotevu, alikuwa ameandaa kila kitu. Anaongoza watu wake, anaongoza watoto wake. Hata Mungu anakuongoza, anajua unahitaji nini. Mahali nilikuambia nikianza, Matthew chapter 6 verse 25, Mungu anajua ndege anakula nini na halimangi na hana gala. Mungu anajua maisha yako ni ya muhimu kuliko mavazi. Anajua maisha yako ni ya muhimu kuliko chakula. In fact, hizo anazisumbukia. Yeye ndiye anakupatia kila kitu. So, toka mahali ya kujitegemea, kubali matayarisho ya baba. In this story of prodigal son, tunaona alipokataa matayarisho ya baba, alikuwa in despair. Aliingia mahali ya kutaka, mahali ya kuhitaji. Biblia inasema sababu ya kujijaza, sababu ya kukalculate maisha, akaona vile alitoka kwao na briefcase na kiatu ile mzuri, alikalculate akaona siwezi rudi kwetu hivyo. Na leo ndivyo watu wako wamepotea kwa Mungu. Wamepotea, hawajajua wokovu ni nini, hawajajua msamaha wa dhambi ni nini, hawajajua ukweli wa neno la Mungu. Kila mmoja anajiongoza, na neno la Mungu linasema utajua kweli, kweli itakuweka huru. Katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 32, ambao ni theme ya kanisa letu Soul Winning Revival Church 1:3. Nataka nikuambie, wakati unajitegemea, unakosa maandalizi ya baba ambayo ndiyo mzuri, ambayo ndiyo inafaa. Wacha kujitumainia, wacha kujitegemea. Don't say I believe in myself. No, you will fail. Believe in God and you will be successful. Huyu mtoto tunaona story yake vizuri sana. Kuna watu wanasema nikienda ng'ambo nitakuwa successful. My friend, utaanguka kama hauna Mungu. Ukienda ng'ambo, enda na Mungu. My friend, ukiandikwa kwa muhindi, wacha kusema muhindi anasemanga hivi na hivi. Nilifanya kwa muhindi 6 years na bado niko leo. Si kumwangalia na vile yako ama vile anatamka. I know who I am in God. I know my miracles are surrounded by God. My protection is inside God. So siku ya leo, mpendwa, wacha kusema leo nitakula nitakacho. Wale walio hospitali, wacha nikuambie, hakuna mtu anaenda na kioo. Mtu akiwa hospitali haendangi na kichana. Mtu akienda hospitali haendangi na lipstick. Hapo hakuna time ya lipstick. Hapo umeshindwa. Hapo unahitaji kusaidiwa na God. Hapo unahitaji msaada wa Mungu mwenyewe. So usiseme baba nisaidie leo kuja, baba niinue, alafu baadaye Mungu akikuinua unamuacha, unaanza kujitegemea. Utashindwa my friend. Utaanguka. Utafika mahali ya kujitia kitanzi. Lakini ukiwa na Mungu, whatever happens in your life, you are okay. You are happy. You are blessed. Umeinuliwa. Umetendewa mambo ya ajabu. Siku ya leo, angalia life yako. Mahali unajitegemea, acha kujitegemea. Utaanguka mpendwa. Utalia. Utaangamia. Wale wamtumainiao Bwana, Daudi anasema hawataaibika. Kama vile milima izungukavyo Yerusalemu, hivyo ndivyo Mungu anasaidia wale wampendao, anasaidia wale wamtegemeao, wale wamtumainiao, wale wanaomtumainia Mungu. Mpendwa, hawataaibika siku hata moja. Mbona wewe unatembelea aibu? Mbona wewe unatembelea kilio? Mbona unasemanga kama si my mother? What's about your mother? Your mother alikuzaa. Your mother alikuonyesha kanisa. Your mother alikuonyesha wokovu. Alafu kasema mama yangu, yao ni watu ambao ni primitive. I am the learned one. Na kuambia mpendwa, utajua maombi ya baba yako, maombi ya mama yako, kanisa na mwongozo ambao mama yako alikuongoza is the best. Wakati ulikuwa unachapa na mama yako na baba yako, it is the best time. That was the best time for you, ambayo inafaa kukuinua, ambayo inafaa kukuongoza, ambayo inafaa kukusaidia. Wale tulichapwa sana na wazazi, wale ambao tuliteseka sana katika ujana wetu, katika kulelewa kwetu, mpendwa, siku ya leo we can give you hope, because hii yote tulipitia ilikuwa ya kutupea discipline. Wakati wetu hakuna mtu alikuwa anachoma
shule. Wakati wetu hakuna mtu angerudishia mama yake eti Buddha, eti Masa. Hakungekuwa na vitu kama hizo. Lakini kupitia hiyo we had gained discipline. We gained character. Now today we have a behavior because we are molded na wazazi ambao hawakutuchekesha. Mpendo wa siku ya leo, huyu baba alijua wewe sikuchekeshi, sikuzuii, maana utaona ya kwamba sifai, najua utarudi. Huyu mtoto alirudi tu. Mpendo wa siku ya leo, ninataka nikuambie ya kwamba wewe hauhitaji tu baraka, unahitaji baraka na unahitaji Mungu. Hauhitaji tu muujiza, unahitaji muujiza na unahitaji Mungu. Hauhitaji tu kuolewa na hapana. Hauhitaji tu kuoa asa, unahitaji mpaka Mungu ili akuongoze, ili asaidie maisha yako, ili akufanikishe, akupee hekima, akuinue katika jina la Yesu. So ninapoendelea, ninataka nikujulishe the preparations of God ama za baba ndizo zinazohitajika. Huyu mwana mpotevu alipoenda akaona amesononeka haezi rudi, alijiunganisha na mtu wa mwenyeji wa nchi ya mbali. Hata leo watu wakiona maisha imekuwa mbaya, mtu anaenda kwa hii dini, unaenda kwa hii dini, unaenda kwa hii chama, unaenda kwa watu mabaradhuli, unaenda kwa vikundi, kwa sababu hutaki kurudi kwa Mungu. Hata huko utaanguka, hata huko utashindwa, hata huko utakuwa na furaha ya kweli. Furaha ya kweli ni kuwa na Mungu na kufurahia preparation zake. Preparation zake ni nini? Salvation. The preparation of God ni salvation. Alitupatia Yesu ili atuokoe, na ile maandalizi baba anafanya, ile maandalizi Mungu ametufanyia ni ya milele. Huyu mwana mpotevu sababu ameitisha sehemu, hana baba, alienda ikaisha. Lakini salvation that God gives us, it is eternal. Jioni ya siku ya leo, ninajua unanitegea sikio vizuri sana. Wewe ambaye umechunwa unasikia uchungu, wewe ambaye unapitia mambo magumu, that is the best time ya kumtegemea Mungu. Wakati tunasema hoi, wakati tunasema ni kupoa, maisha ni soft, maisha ni mazuri, ni mteremko, my friend, ile mwanguko utaanguka nayo, utasikia mlio kama wa bomu. Lakini ukiwa na Yesu, ukiwa na wokovu, ukiwa na maandalizi ya baba, hata uiname baba anakuinua. Hata ulie anakuvuta machozi. Hata ukose, preparation zake ziko. Leo angalia ukijana alipoenda kwa mwenyeji wa hiyo nchi, mtu ambaye hafai, mtu ambaye hajui ulitoka wapi, hana ushuhuda wako, hajui ulilelewa na nani, watu ambao tunajiunganisha nao. Wakati aliingia pale, hakumpatia chakula kizuri, alimpatia kulisha nguruwe. Alimweka kwa shamba. Hiyo shamba ya nguruwe, Biblia inasema akitaka kukula chakula sababu hakuna, nguruwe anaramba. Unaishi maisha ambayo mnang'ang'ana, unajaribu huwezi, sababu hutaki kumtumainia Mungu. Ni wakati wa kumtegemea Mungu. Mpendwa, ukimtegemea Mungu hautakuwa kama prodigal son, hautapotea. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mahali ya baraka. Jioni ya siku ya leo, ninataka nikuambie leo, mimi Pst.Sophia, ya kwamba ukiacha kujitegemea na kutegemea vitu unavyoviona na kutegemea hali unayoiona, utapata baraka maradufu. Na wakati umepata hizo baraka, usianze kufurahi na kusema sasa nimebarikiwa, now I can do what I want. No my friend, we don't do what we want. We are guided by God. We are guided by the wisdom from the word of God. So today, mpendwa, uwe na baraka, na uwe na kitu gani kingine, na uwe na Mungu. At a far nation, at a far country, there is no God. And that is why people fail. Wakati uko mbali na Mungu, mbali na wokovu, mbali na neema, you will drastically fail. Utaanguka na mwanguko mbaya sana. Lakini wacha tuone kidogo nikienda kumalizia. Na niko na namba yangu 0723160063. Kama unahitaji maombi, ninaangalia. Kama unahitaji anything, ninaangalia. Nitakuombea. 072316
0063 namba yangu. Ukitaka chochote unaweza niandikia, ninakuangalia, ninaona, na kila kitu utakachoandika mahali pale nitakuwa ninakuombea. Ninataka nikuambie ya kwamba huyu kijana alipofail, alipoona nguruwe inanyanyasa chakula yake, alitazama katika mawazo yake akasema, ni wafanyakazi wangapi wa baba yangu? Sio tu wale wamezaaniwa, wafanyakazi. So this person alikuwa so desperate, alikuwa katika position mbaya zaidi kuliko ya wafanyakazi. Anasema, ni wafanyakazi wangapi wa baba yangu? Kwanza wangapi? Wao ni watoto wawili, yeye ashakimbia. So hata haoni mtoto wao, anaona wafanyakazi. Anauliza wangapi? So there were many. Anasema, wanakula na wanashaza. Kwa hivyo hata wanabakisha. Na yeye hapa wanarambania chakula na nani? Na nguruwe. Hashibi, hana furaha, hana amani. Kiburi alichokuwa nacho kimeteremka. Maana muujiza, blessings without God, muujiza bila Mungu, bila Baba, bila hekima ya Mungu ni ya bure. Mpendwa mtazamaji, the preparation of God is eternal and it is so joyful, full of happiness. Today ninaangalia huyu mtoto, ninaangalia watu wanaonizunguka, naangalia mpaka kanisani watu wanalia, maana wanataka wafanywe vile wanataka minus God. Lakini hakuna vile inaweza fanyika bila Mungu. Hakuna mvua bila mawingu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile unaweza endelea, hata kama you have so much money, without God utafail kabisa. Huyu mtoto, Biblia inasema, alipojishikamanisha hakuwa na amani. Hata wewe huna amani, unatafuta kibarua sababu ulifutwa, unajaribu kutafuta pesa, unajaribu kucall friends, nisaidie, nifanyie, cousins, umefanya hivi, lakini no one is helping you. Lakini yule anaweza kukusaidia. Yule anaweza kukusaidia ni Mungu. Mtegemee Mungu. Wapendwa, watakusaidia saa hii alafu wakuache. Atakupenda saa hii alafu aonewe ni mzigo. Lakini Baba hatuoni tukiwa mzigo. Jina la Bwana lipewe sifa. Baba hatuoni tukiwa mzigo. Baba naona tukiwa baraka. Neno la Mungu linasema wakati alirudi, ninaenda nikimalizia, wakati huyu mtoto aliona watu wale wafanyakazi wanakula vizuri, sababu baba yuko pale na mimi nilienda bila baba. Hawa wanakula vizuri. Huyu mtoto alifanya aje? Alisema nitarudi. Maana ya kurudi ni repentance. Maana ya kurudi ni toba. Unapofika mahali hauwezi, wacha kujitegemea. Sasa rudi umtegemee Mungu. Umemtegemea akili yako, umetegemea binu zako, calculations zako, umefail. My friend, it is high time. Return. Come back to Jesus. Come back to God. Come back to miracle worker, mwenye miujiza. Kuja kwake ufurahie. Uwe na furaha kama yenye tuko nao watu ambao tumeokolewa kwa neema. Hatubabaishiki, mabaya yaje, mazuri yaje, tuko mikononi mizuri. Tuko mahali pazuri. Tuko kwa mwenye anatupangia maisha mazuri. Jioni ya siku ya leo, huyu mtoto amepoteza vitu zake zote, lakini aliporudi, baba amekaa mahali anamgojea. Baba anajua size ya nguo yake. Biblia inasema receive the best robe, receive viatu, receive pia pete. Siku ya leo, kijana huyu alikuwa na maneno mengi, sistahili kuwa, nafaa niwe mtumwa, sababu alikuwa anajua watumwa wanakula ama watumishi wanakula. But Biblia inasema ya kwamba wakati alipofika kwa nyumba, alipokuwa mbali, Luka 15 mstari wa 22, baba aliwaambia watumwa wake, lileteeni upesi vazi lililo bora. Maandalizi ya baba, maandalizi ya Mungu. Mtoto alijitegemea, akaenda Kings, akanunua kiatu anachotaka. Sijui zingine nasikia my son akiziita aje. Nguo zingine my daughter sijui anasikia anaziitanga gani katika Queens.
sijui anasema wapi, sijui taki. Acha nikwambie, hata uvae gani, bila Mungu utarudi uchi, utarudi umechakaa, ukinduka jasho. Lakini baba yetu anatupenda zaidi. Mahali ulikoinuka, rudi kwa baba, anza kumtegemea baba, anza kumwangalia baba, anza kuangalia macho kwa baba. Maana ukimwangalia baba hautasononeka, hautaaibika. Biblia inasema Isaia, tazama uishi. Ni katika Bwana twaishi na furaha. Ni katika Bwana ndani ya ndoa zetu tuko na furaha. Ni katika Bwana ndani ya, kama tuko na kazi, kama hatuna, tuko na furaha mpendwa. Tuko na furaha. Mtoto alienda siku nyingi. Kama mimi nilipokuwa mdogo, mama yangu alikuwa anajua mimi ni mkonda. Saa hii at least niko na tunyama. Na alafu tuseme nilipotea nikiwa mkonda. But ninaporudi, my father ako na the actual size ya the robe. Hapa haikuwa kuchagua, mpendwa. Hapa hakukuwa kuchagua ati navaa suit. Sijui navaa pencil. Sijui ni pencil ama ni pencil. Sijui navaa nini jeans yenye imeraruka ama imechakaa. Hapana, alivalishwa gown, kanguo kama ya msichana. Gown ka dress kama kenye nimevaa. Hangesema hapana. Hapa unafanyiwa kama wazazi wa zamani, unaoshwa, unaambiwa funga macho, unaoshwa kutoka kichwa, hakuna kitu unaona, inua mguu, inua mkono, unagwaro, haoni mahali, leta tumbo, pindua nyuma. Huyu mtoto hakupelekwa bathroom. Kazi yote inafanyika nje. Biblia inasema verse 22, leteni, so from inside bring the best robe. From inside, katika maandalizi ya baba, ndipo kuna kazi mzuri kwa ajili yako. Ndipo kuna tumaini kwa ajili yako. Ndiko kuna wokovu mzuri. Wacha kusema sasa kuanzia leo nimeokoka. Kuanzia leo gani? Hakuna kuanzia leo. Mtumainie Mungu. Salvation ni every day. Salvation ni time yote. Umeokolewa na wokovu wa milele. Ninapomalizia, ningependa kukuombea nikikuambia hivi, the size of the robe ilikuwa inajulikana na baba. Wewe hujui your size, you don't know anything about yourself. God has your life. Alipewa pete kama hii yangu. Only the Father knows the size of the ring that you need. Ndiye anajua how anakuown, sababu ring means ownership. The gown inamaanisha salvation, the righteousness of God. Sababu yeye amerudi akinuka nguruwe, amechakaa, ako na vumbi. Siku nyingine alitembea akinuka hivi, sasa amerudi akinama. My friend, acha nikuambie, the preparations of God is all what we need. We need God and we need his preparations. Alipewa pia na viatu. We cannot finish today, but najua nitakuwa nakuja kwa hii televisheni. It is my first time to be here. Na ninafurahi sana unaniona. Wewe unanifuata online. Wewe ambaye unanifuata katika YouTube ama Facebook. Wewe unanifuata kwa TV. Ninakuomba tuendelee, nitakuwa nakuja. Na tutaendelea kuangalia which are these preparations of God. But for now, ninataka niombe pamoja na wewe. Ninataka nikuambie wewe ni mtu wa maana. Wakati ujitegemei, wakati umeachilia maisha yako, wacha kujisumbukia, Mungu atakusumbukia. Biblia inasema Yohana 14 mstari wa 1, usijisumbukie, niamini mimi ambaye ni Yesu na uamini Mungu. Don't trust in yourself. Trust in yourself is destroying yourself, is destroying your life. Wewe muamini Mungu. Wokovu uko na Mungu. Wokovu uko kwa mdomo vile unasema, hapana. Biblia inasema Warumi 10, kutoka kwa moyo mtu anaamini na anapata wokovu, na kutoka kwa mdomo sasa unakiri huo wokovu. So wokovu si kwa mdomo, nimeokoka, nafanyanga, I do not. That is not salvation. Salvation is not a change of behavior. Hii inakuanga swagi ya kanisa letu, Soul Winning Revival Church. Salvation is not a change of behavior. Salvation is a change of heart. Kama mwana mpotevu amebadilisha moyo, nilikuja mahali ya kuharibika, nimekuja mahali ya kupotea, wacha nirudi kwa baba. Hiyo ndio inaitwa toba ya kweli. Ndio inaitwa true repentance. Repentance of life. And when you have this repentance of life, then you can have faith in God. Then you can trust in God. Then you can experience and be happy and joyful with the preparations of God together with God in your life. So, ninataka nikuombee.
Ninaona mumeniandikia, ninaona munanisalimia, ninaona kuna vitu nyingi ambazo mnataka tuombee. Siku ya leo nataka nikuombee. Wewe uliye mbali, rudi. Kuna msamaha wa dhambi. Baba anakusamehe. Huyu baba hakuangalia mtoto ananuka jasho, alimkiss, alimhug. Kuna kihug kwa sababu ya wale wanataka kutumainia Mungu. There are kisses for them, ambayo inamaanisha forgiveness of sin, kwa wale wanataka kurudi kwa Mungu, kurepent. Kuna neema ya kuchinjiwa ng'ombe aliyenona, ambaye ana represent kifo cha Yesu. Maana bila damu hakuna msamaha. Bila kumwagika kwa damu, hata ukisema nimeokoka leo, nimepiga magoti, nimeimba, hapana. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. So ninakupenda sana. Asante kwa kuwa nami for that 1 hour. Asante sana kwa kuwa makini. Asante kwa kutumia bando zako. Asante kwa kutune in kwa TV yako. Asante kwa kuketi chini na kusikiza. Nami ninaporudi pale kanisani Soul Winning Revival Church, maana naenda leo, niko na Bible study and I'm teaching about the book of Exodus. Ninajua tutaenda pale na tutakuombea na tutazidi kukuombea, maana unahitaji kurudi. Unahitaji kumtegemea Mungu. Wacha kujitegemea. Kujitegemea ni kupotea zaidi na kuenda far. Lakini kutegemea Mungu ni kurudi kwake, akufanyie kama katoto kadogo, akuhug, akupe busu, akukubali vile ulivyo, katika jina la Yesu. So wacha niombe, alafu tutaendelea. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, wewe ni mzuri namna gani ya kwamba leo umetupatia neema ya kuwa katika Sky Cable TV, ili huyu mtu mmoja ambaye huwa anatazama hii runinga, ambaye huwa anaifollow online, akaweze kujua, nimejua all the time it is good to believe in myself, lakini leo kupitia historia ya prodigal son tumeona kujitegemea ni kujiaibisha, kujitegemea ni kujiharibu, kujitegemea ni kuanguka. Bwana, ninaomba wale wote walikuwa wameenda sana na kuzama katika kujitegemea na kutokutegemea Mungu, Bwana wasaidie warudi. Bwana wasaidie wakutegemee katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao wamekaa na kilio sababu ya kujitegemea, leo Bwana na waombea wakutumainie, wakutegemee, waone baraka zako, waone neema zako, waone nguvu zako. Bwana wa rehema, wale ambao huwa wanasema hawaamini Mungu, wale ambao wanasema sio believers, wao huwa wanasearch vitu, wanaangalia, wanapimia kama tu huyu mwana mpotevu. Bwana wape neema ya kumtegemea Mungu, kuona urembo wa Mungu, kuona matayarisho ya Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo ndoa ambayo kila mtu alikuwa anasimama kwamba mimi najitegemea, mimi siwezi fanya hii, mimi siwezi fanya hivi, mimi lazima niwe na hii. Jehova, leo kama mwana mpotevu, wape moyo wa kurudi na kupokea matayarisho, wokovu wa Bwana, neema ya Bwana, ukuu wa Bwana. Wasitake tu baraka. Watu wengi wanajaa katika manyumba za maombi, lakini wameacha Mungu, wameacha neno. Tunahitaji kumtegemea Mungu. Leo ninaombea wale walio hospitali, wale ambao wako na watu wao wagonjwa, wale wako na kesi zao za mashamba, wale watu wako na watu wao wameharibika na madawa ya kulevya, pombe, wameharibika na anasa kama huyu mwana mpotevu. Ninawaombea kurudi, ninawaombea neema, ninawaombea baraka zako katika jina la Yesu. Kila mtazamaji ambaye ametutazama siku ya leo, wacha apokee matayarisho ya Baba, wacha arudi, acha kujitegemea, acha kujiangalia katika jina la Yesu. Yule ambaye hakuwa amejua wokovu ni kipawa cha Mungu, na kipawa mtu akireceive anasema asante, ninawaombea siku ya leo ya kwamba watakapofika mwisho wao kujitegemea, waanze kumtegemea Mungu. Maana wokovu si kubadilisha tabia, wokovu ni kubadilisha moyo, kujua nilikuwa naenda kuangamia, lakini sasa narudi mahali nitaangaliwa, mahali ambapo nitapendwa, katika jina la Yesu. Ni asante kwa sababu ya kila mtazamaji, asante kwa sababu ya kila ambaye ametufollow katika online programs, katika jina la Yesu. Ubariki kila ndoa, ubariki kila kanisa, wacha wafike mahali mwisho ambapo wanaweza rudi na kutegemea Mungu badala ya kujitegemea. Upokee heshima, upokee utukufu. Bwana bariki Sky Cable TV Kenya. Bwana ifanikishe. Ninaomba kupitia hii
TV, watu wengi wajue ukweli, ukweli waweke huru, watu wengi wapate baraka ndani ya ndoa zao, kazi zao, katika mataifa yao, maana najua kuna watu katika mataifa ya nje wanatuangalia. Bwana, nawaombea baraka zako. Ninakushukuru kwa sababu ya hata wale wametualika mahali hapa, hata producers wote wabariki, wachungaji wote ambao huwa wanakuja hapa na wale wote watakuja. Twaomba iwe ni TV ambao tunaongea neno la kweli na neno la Mungu peke yake, neno linaloweza kufanya moyo wa mtu badilike na kumrudia Baba. Ninakushukuru na ninakuinua kwa kunipa hiyo lisali moja kunena na wanao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na tunaamini. Amen. Mpendwa, asante sana kwa sababu ya kuniangalia, kwa sababu ya kunitazama, kwa sababu ya kunifollow, kwa sababu ya kulike, kwa sababu ya comment, kwa sababu ya kushare. Sasa hivi nakusalimia wewe ambaye umenifollow. Watu wa kanisa ya Soul Winning Revival Church, pokeeni salamu. Asante kwa sababu ya kusimama pamoja nami. Watu wa Soul Winning Revival Churches zote Kenya, ninawasalimia pamoja na askofu wetu wote, ninawasalimia wachungaji wote wa kikundi cha Pillars, ninawasalimia. Mungu awabariki, Mungu awapee neema, na wakati mwingine atakapokuwa pamoja nanyi nitafurahia. Namba yangu ni hii 0723160063. Narudia 0723160063. Unaweza nipata kwa hiyo namba kwa maombi, kwa maelezo zaidi unaweza nipata kwa hiyo namba. Na ninashukuru sana kwa sababu ya muda huu ambao nimepata, na Mungu awabariki wote, awatendee mema unapoacha kujitegemea na kumtegemea Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Amen.